Karibuni tena katika kipindi cha masomo yetu, masomo yanayohusiana na mlolongo wa afya kwa ajili ya ustawi. Katika siku ya leo tunaenda kuangalia Types of headache. Migraine headache. Sinus headache. Cluster headache. Tension headache. matukio haya yanaambatana na ugonjwa au yanakuwa ni moja kwa moja ni ugonjwa na yanatokana pia na sababu nyingine nyingi. Kuumwa kichwa kukiwa na aina mbalimbali kulingana na sehemu anapouma. Ukitoa hiyo aina, pia kuna aina za kuumwa kichwa kulingana na sababu husika. Ukiangalia kuumwa kichwa kulingana na aina ya sehemu panapouma, utakutana kichwa kinapouma mbele ya paji la uso ambao tunaita frontal headache. Kuna kingine kinauma pembeni parietal headache. Kingine nyuma tunaita temporal headache. Hicho ni kutokana na eneo husika linapouma. Tukiangalia kuumwa kichwa kulingana na sababu husika, kuna vitu mbalimbali kuumwa kichwa. Tunaanza na kuumwa kichwa kutokana na msongamano wa damu, congestive headache. Kichwa hiki congestive headache ambao kinatokana na damu kuwa nyingi katika eneo linalozunguka ubongo. Katika aina hii ya kuumwa kichwa huwa cha moto na uso uliokunjamana au flushed face. Mishipa ya shingoni hugonga kwenye hali hii, macho yanakuwa mekundu na mgonjwa mara nyingi huwa analalamika kwa sababu ya hisia za kugonga kichwa. Kwa hiyo katika hali hii ya kuumwa kichwa, mara nyingi miguu na mikono huwa na hali ya ubaridi. Katika hali hii ya kuumwa kichwa kutokana na damu kuwa nyingi, mara nyingi sababu kuu ya kuumwa kichwa kwa sababu ya msongamano wa damu ni kula kupita kiasi. Kingine inasababishwa na kutovaa vizuri miguuni, kuiacha miguu ikiwa katika hali ya ubaridi na hivyo kupelekea kuumwa kichwa. Tukisoma kwenye Child Guidance kurasa wa 426 ya pili, anasema ikiwa miisho ambayo iko mbali na viungo muhimu haifuniki kiusahihi, damu hurudishwa kichwani. Matokeo husababisha maumivu ya kichwa au damu kutoka puani, au kunakuwa na hali ya kuhisi kifua kujaa, kupelekea kikohozi na mapigo ya moyo kwenda isivyo kawaida kwa sababu ya damu nyingi katika sehemu hiyo, ama tumbo kuwa na damu nyingi inayopelekea chakula kutokumeng'enywa. Swali la kuweka miguu wakati wa baridi ikiwa katika hali ya kutofunikwa, inapata na baridi, husababisha damu kupelekwa kichwani na hivi inasongamana kwa kiwango kikubwa na kusababisha mgonjwa kupata hisia za kuumwa kichwa, na wakati mwingine inapelekea mgonjwa atoke na damu. Yote hayo ni matokeo ya kichwa kinachosababishwa na msongamano wa damu. Mara nyingi damu kutoka puani, hasa kwa watoto na watu wengine. Ukichunguza kwa ukaribu unaweza kugundua kwamba sababu kubwa ilikuwa ni miguu iliyopigwa na baridi kwa muda mrefu. Tunapata tena maarifa tunakuja kuangalia aina nyingine ya kuumwa kichwa. Aina nyingine ya kuumwa kichwa ni kwa sababu ya upungufu wa damu kichwani, anemic headache. Anemic headache ikiwa tofauti na congestive headache. Yenyewe hii husababisha damu kwa sababu imekuwa ni chache kichwani. Na hali hii anasema katika aina hii ya maumivu ya kichwa, hali ya ubongo ni kinyume tu na cha kuumwa kichwa kwa sababu ya msongamano wa damu. Anasema kiungo kinakuwa na damu kidogo badala ya nyingi. Kwa hiyo hali hii ya kuumwa kichwa kwa sababu ya upungufu wa damu, kichwa kinakuwa na damu kidogo
na inatokea mara nyingi kwa wazee au watu dhaifu ambao viungo vya uzalishaji wa damu vimelemewa na hivyo damu kutokuwa nyingi kichwani, na watu wanaosumbuliwa na usumbufu wa mfumo wa fahamu au nervous stability, upungufu wa damu, magonjwa mengine yenye sifa ya umaskini wa damu. Aina hii ya maumivu ya kichwa inaweza kutambuliwa na ukweli kwamba mgonjwa mara nyingi huhisi kizunguzungu wakati ameketi au amesimama. Katika hali hii ya kuumwa kichwa kwa sababu ya upungufu wa damu, mgonjwa huwa anahisi kizunguzungu wakati akiwa ameketi au wakati amesimama, tofauti na aina nyingine iliyotangulia, na huponywa anapolala. Kwa ujumla huathiri juu ya kichwa na yanaweza pia maumivu ya kuwa nyuma au katika paji la uso. Aina hii ya kuumwa kwa sababu ya upungufu wa damu au anemic headache inatokea kwenye paji la uso, juu ya kichwa. Maumivu haya hayana tabia ya kugonga. Huenda mara nyingi huelekeza kwa mgonjwa kama kuumwa kichwa blank character. Mboni ya jicho kwa kawaida hupanuka. Hali ya kuzimia hutokea pale mgonjwa anapotaka kusimama. Hii ndo kuumwa kichwa kunakotokana na upungufu wa damu. Hali ya mgonjwa kuzimia huwa inaambatana na vile vile kwa kawaida mboni ya jicho hupanuka. Hiyo ni aina ya maumivu ambayo yanaitwa congestive headache. Aina nyingine ya maumivu ni maumivu yenye uhusiano na viungo fulani vya mwili ambayo tunaita sympathetic headache. Maana yake kwamba maumivu hayajatokana na sababu husika eneo ya moja kwa moja inayoenda kuathiri sehemu ya kichwa, bali sehemu kiungo fulani kwenye mwili kina shida, na hivyo kinakuwa na yale maumivu yake yanapelekwa sehemu nyingine. Mfano maumivu yanayotokana na uhusiano na sehemu nyingine za mwili ni maumivu ambayo yanatokana na usumbufu wa tumbo, kula kupita kiasi, maumivu yanayotokana na shida za ini, au maumivu yanayotokana na kuwashwa kwa uterus au ovary. Maumivu ya kichwa yanayotokana na usumbufu wa tumbo au ini ni kwa ujumla huhisiwa katika sehemu ya mbele ya kichwa juu ya macho. Maumivu haya huwa yanayotokana na shida ya tumboni au ya ini huwa yanatokea juu ya macho pale kwenye kichwa, paji la kichwa. Anasema maumivu kama yanatokea sehemu ya pembezoni mwa kichwa, sehemu ya pembezoni mwa kichwa pia huwa inaathiriwa na sababu ya kuwa na shida kwenye ini au tumbo. Maumivu ya kichwa kutoka kwenye uterus au ovary huweza kuhisiwa hasa juu ya kichwa. Ukipata maumivu yanayotokana na shida ya uterus au ovary huwa yanahisiwa juu ya kichwa, na hivyo unaweza ukaona moja kwa moja kwamba tunaona kwamba sababu hii nyingine, tukiwa tunaendelea na aina nyingine ya kuumwa kichwa. Kuumwa kichwa kwingine ni bilious headache au sick headache. Kichwa hiki huwa kinatokana na mtu anapokuwa mgonjwa, akiwa na homa, akiwa na malaria, akiwa na saratani yoyote ile, au akiwa na shida ya sehemu yoyote, kichwa kinauma, ambayo tunaita sick au bilious headache. Aina hii ya maumivu huwa na sifa ya kugawanyika maumivu pembezoni mwa kichwa. Aina ya sick au bilious headache, maumivu haya huwa yanagawanyika pembezoni mwa kichwa. Alafu mgonjwa pia anahisi kuumwa. Kunakuwa na hali ya joto kuongezeka, mgonjwa anakuwa anaumwa, kuumwa kwenye tumbo, na kwa ujumla mtu anayeumwa kichwa, mfano kipanda uso, anakuwa na shida tumboni, labda sumu imejazana tumboni, anahisi hali ya kutapika, na mara nyingi anapotapika anapata ahueni. Kwa hii ni aina mojawapo ya maumivu. Kwa kawaida huwa yanatokana na makosa katika lishe. Maumivu mengine ni maumivu yanayotokana na mkasa wa fahamu au nervous headache. Anasema maumivu haya huwa yanatokea upande mmoja, hasa mtu baada ya kuwa na mawazo mengi, baada ya mtu kupitia wale wenye shida ya sonona,
baada ya mtu kupata na majanga magumu maishani, anapata shida hii ya kuumwa kichwa kwa sababu ya mfumo wa fahamu na kuna kuwepo na mkazo sio kuwa wa kawaida. Tukisoma nukuu kwenye kitabu cha Manuscript Release ya 5:390 ya kwanza, anasema unalalamika kuumwa kichwa kwa sababu ya vyumba kuchemka. Endapo walimu na wanafunzi ni wajinga wa matokeo mabaya ya vyumba hivi vilivyochemka na watafunga madirisha na kuvuta hewa chafu. Tukiangalia hapa sababu kuu za kusababisha mtu aume kichwa. Sababu kuu zinazosababisha mtu aume kichwa ni kula kupita kawaida. Kula kupita kiasi ni sababu kuu ya wengi kuumwa kichwa. Anasema mara zote, ni kitabu cha Council on Diet and Food chapter 101 aya ya 3, anasema mara zote kutokuwa na kiasi huku hutokea mara moja katika hali ya maumivu ya kichwa, kutomeng'enywa chakula na maumivu makali ya tumbo. Chakula kilichowekwa tumboni ambacho tumbo haliwezi kukichakata na hisia za huzuni hujitokeza. Kichwa huchanganywa na tumbo hunyanyaswa. Sababu kuu ya kuumwa kichwa ni kula kupita kiasi au wakati mwingine kula chakula duni. Hiyo ni sababu kubwa, ni sababu inayopelekea wengi akila sana anauma kichwa. Sababu nyingine ni uvaaji usiozingatia uwiano wa nguo kwenye miisho. Tumeona miisho inapokuwa imefunikwa kwenye nukuu ya Kid Guidance kurasa 426 kwamba unaposhindwa kufunika miisho kwa namna inayotakiwa inasababisha kuumwa kichwa, kinachosababisha na msongamano wa damu. Sababu nyingine inayosababisha kuumwa kichwa ni kunywa chai, kahawa na pombe pamoja na vyakula vingine vinavyosisimua na kusababisha kutokuwa na uwiano mzuri wa damu katika mwili. Anasema shuhuda ya Testimony Treasury volume ya kwanza ukurasa 193 ya 3, anasema athari ya pili ya kunywa chai ni kuumwa kichwa, kukosa usingizi, mapigo ya moyo kwenda isivyo kawaida, kutomeng'enywa chakula, udhaifu wa mishipa ya fahamu na maovu mengine mengi. Kwa hiyo unywaji wa vitu hivi vya kusisimua inapelekea kuumwa kichwa. Vinywaji kama vinavyosababisha kukosa usingizi kama more energy vinachangia kiwango kikubwa katika hali za kuumwa kichwa. Tukiangalia hata tulivyoona chai, kahawa vinasababisha pia kwa kiwango kikubwa kuumwa kichwa. Sababu nyingine inayosababisha kuumwa kichwa ni kuvaa nguo zinazobana ama mikanda inayobana kwenye miisho au sehemu yote ya mwili, iwe kichwani, iwe mkononi. Pale damu inapokosa kupata mzunguko ulio sahihi, pana kuwepo na hali ya kuumwa kichwa. Anasema Ministry of Health kurasa 271 aya ya 3, anasema kwa kila pigo la moyo damu yapaswa kufanya njia yake haraka na rahisi kwenda sehemu zote za mwili. Mzunguko wake haupaswi kuzuiliwa na nguo za kubana au mkanda ama kwa nguo isiyotosha kwenye miisho. Endapo mzunguko ukizuiliwa, usukuma damu kurudi kwenye viungo vingine. Hivyo husababisha msongamano wa damu, kuumwa kichwa, kikohozi, mapigo ya moyo kwenda isivyo kawaida na au kutomeng'enywa chakula huwa matokeo. Kwa hiyo damu inapozuiliwa kuzunguka kwa kiwango kizuri inasababisha kuumwa kichwa, na kichwa hiki kinakuwa ni kichwa kinachosababishwa na msongamano wa damu. Sababu nyingine kuu ya kuumwa kichwa ni kuvuta hewa chafu yenye uchafu au hewa iliyochemka. Mara nyingi unaweza kulala sehemu wakati wa joto kali, mtu anapokuwa kwenye nyumba halafu joto ni kali, anavuta hewa ile ile, anapata hali ya kuumwa kichwa. Hii unaweza kukuta kwenye msongamano mkubwa. Kukosa pia hewa ni sababu kuu ya kuumwa kichwa. Baada ya kuangalia baadhi ya sababu hizo za kuumwa kichwa, tuangalie
namna nyingine. Tuangalie kitu kingine, matibabu ya kuumwa kichwa. Matibabu ya kuumwa kichwa. Kuumwa kichwa, sababu nyingine kuu kama tulivyoona, tuliona kula kupita kawaida. Spirit and the Magan Collection ukurasa wa 41 ya kati nasema karibia jamii yote ya mwanadamu hula zaidi kuliko kile mfumo unachohitaji. Ziada hii huoza na kusambaa. Usumbufu wa kamasi, magonjwa ya ini, kuumwa kichwa na masumbufu ya moyo ni matokeo ya ulaji usio wa kiasi. Mara nyingi kama tulivyoona hapo awali kwamba ulaji wa kula kupita kawaida ni sababu kuu ya kuumwa kichwa. Tuangalie njia za kuponya maumivu ya kichwa. Hii njia zinazotumika kuponya maumivu ya kichwa zinategemeana aina ya kichwa, kwamba unaponya kichwa cha aina ipi, ndipo unaweza ukagundua kwamba unatumia njia hii. Tukianza kwanza na kichwa kinachosababishwa na msongamano wa damu kichwani au congestive headache, utaponyaje kichwa cha aina hiyo ambacho damu kwenye viungo vinavyozunguka ubongo au kwenye ubongo inakuwa ni nyingi? Kwa cha kufanya, anasema maumivu haya hutulizwa vyema zaidi kwa kutumia hatua zinazotokana na hali hiyo kutumika kwenye miisho na matumizi ya baridi kwenye kichwa. Katika hali hii, hatua nzuri ya kuweza kuponya maumivu haya ni kutumia joto kwenye miisho ambao baridi limekuwa kubwa, halafu kutumia baridi kichwani. Hali hii inaweza ikaponywa kwa mgonjwa kuvaa kofia yenye unyevu kichwani kwa siku kadhaa, na huku akifanya njia ya kuweka miguu kwenye maji kwa muda dakika 10 au 15 mara 3 au mara 4 kwa siku. Inaweza kumuondolea hali ya kuumwa kichwa. Na wakati mwingine wala ambao umeumwa kichwa kwa sababu ya msongamano wa damu na msongamano wa damu kichwani na damu inatoka puani, wanaweza kuvaa kofia yenye unyevu kichwani, au wakajifunga nguo iliyolowanishwa kwenye maji, wakaweka mguu kwenye maji kwa muda kadhaa. Itaondoa ile hali ya damu kuweza kusongamana kichwani na kutoka puani. Baada ya kuangalia hiyo, baada ya kuangalia hapo, tumeangalia pia maumivu yanayotokana na upungufu wa damu au anemic headache. Mgonjwa baada ya kupata shida ya maumivu ya kichwa kutokana na damu kuwa kidogo kichwani, huyu mgonjwa anapaswa alale kwa utulivu kitandani ili kuepusha ile hali ya kuzimia, kwa sababu mara nyingi damu inakuwa ni kidogo. Vile vile kichwa kinapaswa kushushwa chini ya usawa wa miguu. Mgonjwa mwenye shida ya damu kuwa kidogo kichwani, kichwa kinapaswa kuinamishwa ili kuruhusu damu iweze kusafiri kuelekea kichwani, kwa sababu wakati mwingine mshipa inayopeleka damu kichwani inakuwa na uwezo mdogo wa kuweza kuisukuma damu kupanda kichwani. Kwa mgonjwa anapoinamisha kichwa, inasaidia ile damu kushuka chini. Kutumia baridi, cold application, kunapaswa kufanywa nyuma ya shingo. Vile vile matumizi ya baridi nyuma ya shingo inaweza kawa ni fomentation ya baridi au ni mkando wa baridi, au kati ya mabega. Unaweza kutumia kati ya mabega ukamkanda kwa maji baridi au kumwekea compress baridi. Na joto la kuendelea hadi juu na mbele sehemu ya kichwa kwa njia ya fomentation au mfuko wa maji ya moto. Umeme ni matibabu muhimu sana katika aina hii ya maumivu ya kichwa. Kwa hali hii, matumizi ya umeme au electricity yana manufaa makubwa sana. Hata anasema mkondo wa galvani kunaweza kutumiwa kuweka ncha chanya juu ya paji la uso na hasa katika sehemu ya nyuma ya kichwa. Hali hii inaweza kutumia ncha chanya
ikakaa juu ya paji la uso, halafu sehemu hasi inakaa sehemu ya nyuma ya kichwa. Tunaangalia sympathetic headache, unaweza kuponyaje? Sympathetic headache ambao ni maumivu yanayotokana na uhusiano wa sehemu fulani ya mwili na kichwa. Maumivu haya yanaweza kuondolewa kwa kuondoa chanzo pale maumivu ya kichwa yanapotoka. Kama yametokana na tumbo, tibu sehemu ya tumbo. Kama yanatokana na uterus au ini au ovary, tibu sehemu hiyo. Muda ahueni kwa ujumla itapatikana kwa kutumia fermentation juu ya sehemu maumivu haya yanatoka. Njia sahihi ya kuponya maumivu yanayotokana na uhusiano na sehemu fulani ya mwili inaweza ikaponywa kwa fermentation. Kama ametokana na shida ya katika tumbo, weka fermentation juu ya tumbo, au kama ni ini, weka fermentation juu ya ini. Kama ni uterus au ovary, weka fermentation juu pale ovary zinazopatikana. Katika maumivu katika hali za maumivu ya kichwa kutoka kwenye uterus au ovary, fermentation juu ya mgongo kukifuatia na kusugua kwa kutumia mikono iliyolowanishwa kwenye maji baridi ni njia ya kuleta ahueni. Wakati mwingine maumivu yanayotokana na ovary unaweza kuyaponya kwa kuweka fermentation juu ya mgongo au juu ya mapaja, na hivyo kuleta hali ya kuponya ini, bandama na tumbo. Kama yakichangia maumivu ya kichwa, weka fermentation juu ya viungo hivyo ili kuleta maumivu mazuri. Wakati mwingine unapokuwa na maumivu ya kichwa yanayosababishwa na tumbo, vaa bandage ambayo imelowanishwa au bandage nyefu usiku kucha, na wakati mwingine unaweza kaivaa mchana na usiku. Hii italeta uponyaji mzuri zaidi. Tunapoenda kwenye maumivu yanayotokana na kuumwa au sick headache. Sick headache, haya maumivu tumesema pale mgonjwa anapokuwa na anaambatana na ugonjwa. Mara nyingi mfano malaria, maumivu yanayotokana na kuumwa kichwa kwa sababu ya malaria au homa, unaweza kuyaponya kwa kutumia maji ya limao. Maji ya limao yanaleta uponyaji mzuri sana wa kichwa kinachosababishwa na magonjwa kama malaria na kuumwa kichwa kwa namna nyingine. Manuscript hizi ya pili sasa 48 aya ya pili anasema ni tiba kuwa na machungwa yote tunayohitaji. Natumia juisi ya limao huru, ni kitu bora unaweza kutumia katika ugonjwa wa baridi yabisi na malaria. Anasema manuscript ya 11 ukurasa wa 122 aya ya kwanza anasema siku ya 3 wakati harufu mbaya ya sigara iliponipata nilikuwa mgonjwa wa tumbo. Maumivu makali yalikuwa yanachoma gololi ya jicho langu na nyuma ya gololi katika kichwa changu. Nilihisi kana kwamba juu ya kichwa changu kulikuwa na kitu kinachoumiza kama glasi iliyovunjika. Masumbufu yangu yalikuwa makubwa, nilihisi kuwa ningepatwa na ugonjwa wa ghafla. Matone makubwa yalikuwa juu ya uso wangu na mwili wangu wote ulikuwa unatoka jasho. Baadaye kukaja kubwana kuwa katika kichwa changu na nikawa sioni na kuzimia. Katika nusu saa niliponywa na juisi ya limao iliyoingizwa kinywani mwangu. Nilijua punde niliponywa kwamba ulikuwa moshi wa sigara ambao uliniathiri. Hii inaonyesha hali ya maumivu ya kichwa kutokana na homa. Mfano homa ya malaria inaweza kusababisha uumwa kichwa. Njia sahihi ya kuponya ni kutumia limao. Vitu vingine vipo ambavyo vinasaidia kuponya kichwa. Mfano kichwa kinachoambatana na mafua, unaweza kuponya kwa kuchukua tangawizi, unaichanganya na limao, unaikatakata limao bila kuimenya, unachemsha, unakunywa asubuhi na jioni. Inakuletea uponyaji mzuri baada ya kuondolewa yale mafua, hivyo na maumivu ya kichwa yanakuwa yanaondoka kwa namna hiyo. Maumivu ni kingine kinachoweza kusaidia katika kuponya maumivu ya kichwa ni kupumzika. Wakati mwingine baada ya kufanya kazi kupita kawaida,
mtu huwa anapata hali ya kuumwa kichwa. Hawezi akaponya na kutumia limao, hawezi akaponya na fermentation, bali kwa sababu amefanya kazi kupita kawaida na sumu zimerundikana mwilini, anahitaji kupumzika, mwili uweze kusafishwa na uchafu wote uliorundikana kwenye damu, na hivyo anaweza akaponya kichwa. Kwa hiyo mtu azingatie kulala sana, kwa sababu moja wapo ya sababu kuu nyingine inayosababisha wengi kuumwa kichwa ni kukosa muda wa kulala. Wengi wanafanya kazi hadi usiku kucha, wanafanya kazi mchana wote, hawana muda wa kupumzika, na hivyo wamekuwa wahanga wa kuumwa kichwa mara kwa mara, hasa wanawake. Hii inawapata kwa sababu ya kuwa na majukumu yasiyo ambapo huwa hawapumziki. Pumziko, unapofanya kazi, pata muda wa kupumzisha akili yako, pata muda wa kutafakari mambo mtakatifu, pata muda wa kusikiliza nyimbo takatifu. Itaondoa hisia za maumivu ya kichwa. Sababu nyingine, njia nyingine za kusaidia upate ahueni na maumivu ya kichwa: badilisha mazingira. Pendelea kutembelea mazingira ya asili, mazingira yenye uoto mzuri, yenye vichaka, yenye misitu, yenye maporomoko ya maji, mbuga za wanyama na sehemu nyingine. Itakusaidia sana kuondokana na mawazo yanayopelekea kuumwa kichwa. Sababu nyingine, njia nyingine inaweza kusaidia kuumwa